وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معنا الحديث السادس والثلاثون، قضاء حوائج المسلمين. tunaeleza namna ya kukidhi haja za ndugu waislamu. Hadithi hii ni hadithi ya 36 katika silsila ya kitabu cha al-Arba'una an-Nawawiyya, kitabu cha al-Imam an-Nawawi. Katika majlisi hii tunaeleza hadithi hii ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: متوم صلى الله عليه وسلم ومسيما: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. yoyote yule ambaye nafasa, atakaye ondoa an mu'minin, kumuondolea mu'min, kurbatan, tatizo, min kurabi dunia, katika matatizo yake ya kidunia, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama, basi na Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea mja huyu kwa kumuondolea ndugu yake lile tatizo, matatizo siku ya kiyama. Hivi kuna neema kama neema hii? Hivi ni wakati gani ambao muislamu anahitaji kuondolewa dhiki alizonazo kama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hisab, wakati wa hisab? Basi fursa ni hii, ndugu yangu katika imani. Muondolee ndugu yako tatizo na shida zake katika dunia hii, msaidie, basi na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kukupa msaada. Wallahu fi auni al-abdi ma dama au ma kana al-abdu fi auni akhihi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema: waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Na yule mwenye kumfanyia wepesi mtu ambaye ana uzito katika maisha yake. Mathalan, mtu unamdai, unahisi hana uwezo wa kukulipa deni lako, watakiwa fa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Sheria inakuhimiza mtu unapohisi unamdai hawezi kukulipa, basi muongezee muda. Lakini wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun, ikiwa utatoa sadaqa utamsamehe ni bora kwenu nyinyi ikiwa mnafahamu. Kwa hiyo ukaamua kumfanyia wepesi muislamu ambaye unahisi huyu ana uzito, basi Allah nawe atakufanyia wepesi hapa duniani katika maisha yako. Kwa hiyo atakupa jaza hapa duniani, lakini akhira Allah atakufanyia wepesi. Wa man satara musliman, na yote atakayemstiri muislamu katika maisha yake, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah atakulipa hapa duniani, atakustiri, lakini akhira vile vile Allah atakupa sitara yake. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Allah yuko katika kumsaidia mja wake ilhali mja huyu anawasaidia ndugu zake. Wa man salaka tariqan, na yote yule ambaye atakayeshikamana akapita katika njia, yaltamisu fihi, akawa anashikamana katika njia hiyo, ilman, anashikamana na ilmu, anatafuta elimu katika njia hiyo, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamwepesishia yeye njia ya kuelekea katika pepo kutokana na hii njia aliyochagua yeye ya kutafuta ilmu katika maisha yake. Lakini wamajtamaa qaumun, na wala hawatokusanyika watu, fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, watu wakakusanyika msikitini, yatluna kitab Allah, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana kitabu cha Allah, wanaelimishana mambo yanayohusu akhirah, illa nazalat alayhimus sakina, isipokuwa utateremka juu yao utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na itawafunika wao rehma, itamiminika kwa wao, wa hafathumul malaika, lakini watawafunika wao kwa mbawa zao malaika katika vikao hivyo, lakini wa dhakarahumullahu fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja waja wake hao mbele ya malaika zake. Ndugu yangu katika imani, vikao vya khairi vina siri kubwa sana ambayo wewe huifahamu. Wanaporudi malaika, Allah anasema yataaqabuna fikum malaikata bil-laili wan-nahari. Mtume anaeleza kwamba malaika wana kawaida ya kupishana, wale wa usiku wanaondoka, wanakuja wengine. Hivyo hivyo malaika wanaporudi kwa Allah, Allahu yasaluhum wa huwa a'lamu bihim, Allah anawauliza malaika ilhali Allah ni mjuzi zaidi wa haya yanayoendelea duniani kuliko wao malaika. Allah anayafahamu yote, lakini Allah anawauliza, anawaambia kaifa taraktum ibadi, vipi mmewaacha waja wangu duniani? Malaika wanajibu, wanasema taraknahum wa hum yusallun, tumewaacha wanaswali, wanafanya khairi mbalimbali, wanakudhukuru wewe, wanakutaja wewe, wanasoma kitabu chako ya Rabb. Malaika watasema inna fihim fulan jaa li haja, ya Rabbi, kuna fulani katika kile kikao amekuja tu kwa haja zake. Allah atasema innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Allahu akbar, hao ni watu ambao hawi muovu anayekuwa nao,
Angalia fadhila za dhikri. Mtu hajaja kwa ajili ya dhikri, hajaja kwa sababu ya kujifunza taaluma ya dini, lakini kwa kukaa kwake pale kusikiliza tu, ana mambo yake ya dunia, pengine amekuja yaondoke, anataka autulize moyo wake, analipwa malipo ya wanaopata wale waliokuweko pale. Allahu akbar. Ndugu yangu katika imani, majalisu dhikri, vikao vya dhikri vina faida kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Lakini Mtume sallallahu anaendelea kusema katika hadithi, waman batta'a bihi amaluhu, na yule ambaye yatakayemchelewesha matendo yake, basi lam yusri' bihi nasabuhu, haitomwahisha nasabu yake. Maneno haya ni mazito mno. Yule ambaye akharahu amaluhu, matendo yake yakawa yanamchelewesha, akawa hafanyi khairi yeye, basi afahamu kwamba lan yadkhula aljanna bin nasab, hatoingia katika pepo kwa sababu ya nasabu yake. Labda yeye ni sharifu, anatoka katika ukoo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au anaona wazazi wake wanasali, au watoto wake anaona ni wema, wanajitahidi kufanya khairi mbalimbali, akaona kwamba nikicheleweshwa mimi na matendo yangu kuingia peponi, basi nasabu yangu itakuja iniwahishe kuniingiza katika peponi. Allahu akbar. Hata wala kunta arabiyan, hata kama utakuwa ni Mwarabu, basi kama huna matendo mema, huna matendo mazuri, basi hautaingia katika pepo ya Allah kwa sababu ya nasabu yako. Hataingia ajam, mtu ambaye si Mwarabu. Fa innal amala salih yudkhiluka aljanna, matendo yako unayoyafanya ndio atakayokuingiza peponi. Fala yajuzu tafakhura bil ansab. Hii inaonyesha kwamba hatutakiwi sisi tujifakharishe na nasabu zetu, ndio maana ikataja nasabu katika eneo hili. Wal ahsabu yadhunnu annaha tanfa'u 'inda Allah, na mtu akadhania kwamba nasabu itampa yeye manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kana an-nasabu, ingekuwa nasabu inamnufaisha mwenye nasabu, basi Abu Talib si nasabu tu, bali alikuwa akimlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa anaamini kwamba Mtume ni mtume wa haki, lakini hakukubali kusilimu kwa sababu ya kuogopa matusi, mpaka anasema kabla ya kufa kwake, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina laula almalamatu au hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Wallahi nafahamu kwamba dini ya Muhammad ni dini bora, lakini laiti ingelikuwa silawama za Quraysh na matusi yao, basi mngelikuta mimi ni wa kwanza kuingia katika dini ya Uislamu. Lakini anakufa ilhali ni kafiri na ni mtu wa motoni. Lam yanfa'uhu nasabuhu, hakunufaishwa na nasabu yake. Uislamu umetuhimiza mambo mengi sana, tuchukue faida hii ndugu yangu katika imani. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim bihadha al-lafzi. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.